mtazamaji unatutazama kupitia Channel TV, kama unavyotuona tumebarikiwa kuwa hapa mchini Louisville, Kentucky. Cha kwanza kabla tujaanza, angalia kwanza mazingira. My first time being in Louisville, Kentucky. This is a new adventure for me. It's something new, something that I haven't seen before. So as you can show them, the bridge that we got between Louisville and Indiana, as you can see. Guess what? Can you see the marine over there? Can you see those containers? Look at the boat over there, brother. Show it. That's amazing. Only in Louisville, Kentucky. So I'm so excited about that. So kwa siku leo, ndugu mtazamaji, kama unavyotazama, tuko hapa mchini Louisville. Tumekutana na CEO wa JTV Swahili News, mambo kama na hayo. So kwa siku leo tumepata muda mzuri sana, tukamhoji, tukajue mengi kuhusu jinsi alivyoanza maisha yake KTV, kikazi, na kadhalika, mambo kama na hayo. So mambo vipi? Mzima. Mzima kabisa. Unajisikiaje kwa siku leo kuojiwa na Channel TV? Kusema kweli najisikia vizuri sana kwa mara ya kwanza kuonekana kwenye Channel TV. Asante sana, asante sana. Ndugu mtazamaji unatutazama kwenye Channel TV, kama unavyoona tuko na CEO mwenyewe wa JTV Swahili News, mambo kama na hayo. So JTV ilianzaje? Ukisema JTV unamaanisha nini kwa mpendwa ambaye bado haijui mambo kama na hayo? Okay, ukisema JTV unamaanisha Gen TV, yani TV yangu. Lakini TV jina lake kamili ni habari za mahali. Habari za mahali. Chanzo gani ambacho ilikuwa shawishi kubwa kwa wewe kuanzisha JTV Swahili News? Kwanza ni kitu ambacho nimezaliwa na ni kitu ambacho nakipenda sana, na nilikuwa na shauku sana nifungue JTV. So yani ni kitu kinakiko ndani ya moyo, ndio naweza nikasema. Asante sana, asante sana. Unajisikiaje wakati ambapo unahoji watu, kipindi ambacho uko katika vipengele vya JTV unashare habari za mahali, mambo kama nayo? Unajisikiaje wewe kama wewe? Kusema kweli najisikia vizuri sana, maana natimiza moja ya ndoto zangu ambazo nilikuwa napenda sana yani mimi kuzitumika. So kukikuwa wazo kwamba Jeni nitakupa milioni 1 lakini waache JTV yako, utafanyeje ama utamjibu huyu mtu kitu gani? Kiukweli siwezi nikakubali kabisa. Na kwa nini? Kwa sababu JTV yani mimi ni JTV bila mimi yani hakuna kitu chochote hapo. Wow, vizuri sana. Tunategemeana. Vizuri sana. So JTV kesho yake ikoje? Watu watazamie nini kwa JTV? CEO wewe kama CEO una mpango gani, una malengo gani ambayo unajiona huko mbeleni, hapo karibuni, mambo kama na hayo? Kusema ukweli JTV itafika mbali sana, na tuzidi tukumuomba Mungu na tusaidiane kwenye maombi, lakini JTV itafika mbali sana na ni TV ambayo itaendelea sana hapo. Sio kwamba kujitapa, lakini nyewe mnaona kazi zangu, so na naamini kwamba nitafika mbali tu. Asante sana kabisa. Hapa kama mchini Louisville, JTV wanaipokeaje mambo kama na hayo? Najua hapa unaishi hapa mchini Louisville. JTV inaendeleaje hapa, na changamoto gani ambazo unazipata kutoka kwa watu wapendwa ambao na kuzunguka? Okay, changamoto ni nyingi sana, ikiwemo mimi ni mwanakwaya, so watu wengi wanasema sana, wanazungumzia sana nikifanyia watu interview na navaa vitambaa, nasema kwamba eti tosha vitambala. Wengine wanasema kwamba dada tafika mbali, lakini inabidi ukue na vitu vingi. So changamoto ni nyingi sana, wengine wananikatisha tamaa, wanasema kwamba yani ni bora tu waache tu vitu kama hivyo. Lakini tunazidi kupambana, and pia wengine wanapokea kazi kwa furaha sana na wengi wanashangilia sana, so ndio hivyo. By the way, naweza kusema hapo ni kwamba endelea na jitihada, usikate tamaa, na pia kila mwanzo ni mgumu. So wote walianza nafasi ambapo hawana kitu, lakini walifika. So uwe na bidii, kazana mama, usichoke. Ndugu mtazamaji, kama unavyotazama bado tuko na full interview na CEO wa JTV Swahili News, mambo kama na unapatikanaje pale Instagram, kwenye YouTube, wapendwa wanaweza kufuatilia aje mambo kama na hayo? Napatikana sehemu 3 ikiwemo YouTube ni hiyo habari za mahali JTV Swahili News, pia Instagram ni hiyo JTV Swahili News, na pia TikTok ni hiyo JTV Swahili News. So napatikana sehemu yote, uende tuandike tu JTV Swahili News utanipata. Account yangu ambayo mimi nakuaga na use peke yangu, ambayo sio ya news, ni officially Gene. So ndio hivyo. So asante sana wapendwa, kama unavyosikia hapo mambo kama na hayo. So kwa JTV Swahili News mambo kama na hayo. So
hii kazi ama hii career yako unaichukuliaje? Yani itakuwa kazi yako tu ya part time ama full time? Full time inamaanisha kuko watu ambao wanaenda college wanaenda kusomea kitu ambacho wanapenda. Je, na wewe, je, mtazamo ni huo ama utakuwa nafanya JTV kwa sababu ulizaliwa nacho, unafanya tu kidogo kidogo, lakini utakuwa na kazi nyingine ambayo unaingiza kiwango cha hela, ama utafanya hii career yako ya TV kuingizie na maisha yaanze hapo hapo? Future ikoje kuhusu hilo kitu ama hiyo kitu? Kwanza naweza nikakwambia kwamba masomo ni kitu cha muhimu sana, na hivyo mimi kama Jenny, ndio unaweza kuzaliwa na kitu, lakini kama uweki bidii na uweki au chukui muda wako kwa kujifunza kitu, yani unaweza kufeli kabisa. So mimi nitaenda kwa masomo, nitasoma, kila kitu kitakuwa sawa. So yeah. Na je, utasomea news ama utasomea doctor, pharmacist, whatever au nini, ama utasomea vitu vya TV ili JTV kaendelee mbele mambo kama nayo, au vipi? Mimi ni mwandishi wa habari, nitabaki kuwa hivyo milele na milele mpaka uzeeni. So mimi ndasomea tu uandishi wa habari ya hivyo tu. Asante sana, asante sana. Kwa watazamaji ambao wanatutazama kupitia Channel TV na pia mafans wa JTV Swahili News, utawaambiaje kwa siku ya kwanza wana kusikia mambo kama na hayo kwa Channel TV? Ya, na wa JTV pia wanakutazama. Wandugu watazamaji wa habari za mahali ambaye naendelea kunifuatilia na kusupport kazi yangu ya habari za mahali JTV Swahili News. So nawapenda sana ndugu zangu, tuzidi kusupportiana. Ukiona mwenzako ana kipaji umsupport tu, endelea kumfuatilia, like, comment, share, vitu kama hivyo. So ya, nawapenda sana. Asante sana, asante sana. Utamwambiaje ule kaka ule dada ule ambaye ana kitu ambacho anapenda lakini hana uwezo, ile nguvu tu ya kukifanya bado hana, yani akipo kabisa? Utamwambiaje ule kaka ule mtoto ambaye ana ndoto lakini bado anashawishiwa na watu wengi wanamkatisha tamaa, yani hafanyi lakini ana kiwi kama wewe? Utamwambia nini mpendwa yule? Kwa kwanza mimi naweza nikakwambia kwamba tu jamini na uchukue muda wako kwa bidii. Kwa kwanza wewe kwanza jikubali wewe kama wewe, na pia usifati watu wanasema nini, huyu anasema nini, huyu anasema nini. Yani wewe jikubali tu na ujamini tu na ufanye kile kitu ambacho unaona kwamba hiki kitu mimi nakiweza, na ufanye ile kazi ambayo unaona kama yani hii kazi mimi nikifanya hata watu watakubali. So usifati maneno ya watu, jamini. Wow. Shauri mwema kabisa, na upenda. Jiamini, jikubali. Bwana ameshakuinua, so inuka. Usipoinuka hakuna chenye kitatokea. Inuka na uangaze. That's all. We are here Channel TV. So ndugu mtazamaji unatutazama kupitia Channel TV, bado tunaendelea na interview, tunataka enda kumalizia. Kama unavyoona CEO wa JTV ni mwimbaji pia, anaimba kwaya mzuri pale Calvary Choir, mambo kama na hayo. So tumalizie na kwaya, mambo kama na hayo, kuhusu mambo ya huduma. Mambo ya huduma yakoje? Na wewe ni mwimbaji na tunakuona kwenye television unaimba kwenye Calvary Choir. Calvary Choir ikoje, na utaambia watu nini kuhusu Calvary Choir, ilianzaje na mambo yanaendeleaje kwa sasa? Kusema ukweli sijui kiundani zaidi Calvary Choir ilianzaje, kwa sababu mimi bado ni mgeni kwanza Calvary Choir. Sio mgeni kivile, lakini niko mgeni Calvary Choir. So sijui ilianzaje, lakini Calvary ni choir nzuri sana, na pia ni choir ambayo inajitahidi sana kudumisha yani ukweli kuhusiana na Kristo, yani kudumisha ni vitu vya Kristo sana. So ni kwaya nzuri sana, na ni kwaya ambayo inatulea sana katika dini ya Kikristo, na inatufunza sana vitu vingi, na inatusukuma sana kuwa karibu na Mungu. So yeah, ni kwaya nzuri sana. Wow, vizuri sana. Kwa mwimbaji kuna changamoto gani ambazo unakubali nazo? Changamoto gani ambazo yani zinakukosha sana? Kwanza nacheka. Kwa mwimbaji ni kazi sana, tena kazi sana kabisa, maana watu wanakusema sana. Sasa watu ambao hawajashika wokovu vizuri wanaonaga kama vile kwa mwimbaji ni mzigo, ikiwemo kuvaa mavazi wanasema kwamba mnajizekesha, ni vitambaa sana, makanzu za kurefuka. So kwa mwimbaji ni kazi tu, lakini yote tu tunajitahidi tu, tunajinyima kwa sababu ya Kristo, tunajua nini tunachokifanya. So yeah, kuna faida hapo baadaye, hapo tutaionaga tu. Yeah. Asante sana. Ndugu mtazamaji unatutazama kupitia Channel TV, kama unavyoona mambo ni fire. Fuatilia JTV Swahili News pale Instagram, kwenye YouTube, ili ukaendelee kupata mengi sana zaidi. So kitu cha mwisho, kwa wapendwa ambao wako mbali na Kristo, wako mbali na wokovu, wako mbali na kusikia hata neno la Mungu hawataki. Ukisema neno la Mungu atakuchapa vikonzi nini na nini. Utawaambia nini wapendwa ambao bado
roho wa Bwana hajawafikia ama neno lake hawajawa tayari kulisikia, utawaambia neno gani? Chochote kile, ili wakazidi kupata wokovu wa kweli na mambo kama nayo. Okay, tutaanzia kwanza hapo kwa changamoto. Gisu ulisema changamoto ambazo tunazopitia katika kwaya. Ndiyo? Changamoto ni nyingi sana. Sasa watu ambao wanatupashia changamoto ni watu ambao hawajashika wokovu vizuri. Yani wanasema kwamba yani wadada mnajizekesha vitambaa, makanzu sijui nini. Yani changamoto ni nyingi sana, lakini tunajinyima yote ni kwa sababu tu ya Kristo. Na pia ndugu unanitazama kupitia Shine Your Light TV au habari za mahali JTV Swahili News, nikutakie tu siku njema, na pia nawapenda tu sana tu tena sana. Endelea kushika kile ulicho nacho, yani ujitahidi sana. Kama ni wokovu, ushike wokovu sana, na pia ujitahidi sana, yani ndoto yako ulionayo uitimize. Amen. Yani haijalishi ni nini, yani mtu asikukatishi tamaa, yani ujitahidi utimize tu. Na nawapenda sana tena sana. Ndugu mtazamaji, asante sana. Kama unavyoona tumebarikiwa tukiojiana na JTV CEO mwenyewe, Jenny, CEO wa JTV Swahili News, habari za mahali. Mengi yanakuja, tufuatilie. Asante.